Sitaki kuamini kabisa kwa hichi ambacho unachoniambia. Imewezekanaje? Inakubidi uniamini tu. Na ujue unanisaidiaje kaka? Maana nahitaji sana msaada wako kwenye hili. Msaada? Unataka kuniingiza kwenye mtego wa simba, si ndio? Maana huu ni mtego na mimi binafsi siwezi kuukwepa. Hapana Rohan. Yaani wewe nisaidie tu. Ama unaweza ukaniambia nifanyeje kwenye hili kaka? Umenigeuka, ahadi tulopanga umezivujisha. Ina maana yote uyaoni, kukupenda penda mwenzangu ulinifanya. Mrembo, samani. Naweza kupata angalau hata dakika moja ya kuweza kuongea na... Kwanza ni kupe shukrani zangu kwako kwa kusikiliza wito wangu. Hata hivyo, mimi naitwa Mr. Rohan. Ningependa kujua jina lako kama hautojali. Oh, Rohan. Mimi naitwa Wandema. Wow, Wandema. Jina zuri sana kama ulivyo mwenyewe, na ulistahili kupewa hilo jina. Asante. Kama hautojali, ningeweza kuomba namba yako ya simu ili tuweze kuwasiliana na kubadilishana mawazo hapa na pale. Wow, asante sana. Una zaidi ya hilo? Hapana, kwa sasa naweza kusema tu asante sana. Karibu. Okay. Mama hey, mama hey, mama hey, mama hey, mama re shikare. Hivi di, hali mpaka lini? Hivi kweli unakosa hata pesa ya kwenda kulipia lodge kweli? Tunakaza kukimbizana kila siku kwenye majumba machakavu. Mimi nishachoka mwenzangu. Vipi wewe? Unanionaje kwa mfano? Unanichukulia sana, unaniweza sio? Eti usongee ngenga. Bahari ya Kiamua haipingi mama mtu. Wewe kama umemaliza tuwe. Vipi wewe? Wapita hivi, menipita hivi. Tutakutana kwa mjomba wako. Yaani ina maana ndio umekufa kweli au unaniigizia? Mama, love, sweetheart, amka bana. Oh, Seri. Kumbe ni yeye. Hebu nipishe mimi hivi ndani.
Subiri kwanza. Nilijua tu kama una mwanamke humu ndani. Tangu asubuhi na kupiga simu zangu hunipokelei. Nikanyanyua miguu yangu kwa kiarara changu nikufuate bwana wewe. Lakini kumbe unaniletea mimi mambo ya ovyo, si ndio? Hapana Sheri, yaani unajua unanifikiria tofauti kabisa. Utaendelea kung'ang'ania hapa au utanipisha niingie ndani? Wanaume wote ni wale wale, hebu mpishe. Vipi mwenzetu? Umefungwa na nati au? Haya, kwa heri. Kama hutaki kuniamini, sawa. Ila nilikuwa jasiri kiasi ya kwamba hata mimi mwenyewe nilijishangaa ujasiri ule niliotolea watu. Mimi nimekuelewa. Na ukisikia wanaume ndio huo. Ila angalia kaka. Na sio unakula kwa macho tu. Tulia mzee. Tuli mzee. Maana yule mrembo ndo ananipigia hapa. Na kuwekea loudspeaker ili usikie kabisa. Halo? Halo mrembo wa Ndema. Samahani, nimekuta miss call. Nani mwenzangu? Nini tena? Ni Mr. Rohan hapa. Oh, sorry baba. Wakati unanipigia simu ilikuwa iko mbali. Hapa nimetulia nikasema nikupigie ni ujue ni nani mwenzangu. Kumbe ni wewe baba? Okay. Nilijua tu ulisahau kusave namba yangu. Na ndio maana nilikupigia. Ila nitakupigia baadaye kwa sababu nipo kwenye kikao. Na ndio nahitaji kumalizia hapa. Sawa, hamna shida. Okay. Mimi ndio Mr. Rohan. Alwatan wa umta. Watu wote wanaelewa mimi ni nani. Vitoto vya 2000 ndio vya kwangu. Ni mimi mwenyewe. Hamid, wacha mimi nikuache kwa sababu kuna kazi nahitaji kwenda kumalizia. Mimi na wewe tutasomana baadaye. Sawa kaka. Ila vitoto vya 2000 UTI nje. Kuwa makini sana. Hamid, UTI ndo nini wewe? Pona kwa kama mshamba wewe. Acha shamba wewe. Rohan, kumbe ni wewe kaka? Unaweza ukaniita Alwatan.
Mzee wa vitoto vya 2000. Nimefika sasa, tunafanyaje? Sio tunafanyaje, yaani sasa hivi kilichopo ni wewe uingie ndani. Alman, tulia, muda ndio huu. Sawa, vipi hilo shangazi kaja umeshalitafuta? Kaka, yaani kila kitu nimefanya kama ulivyoniambia, kila kitu kipo. Tuingie ndani tusubirie muda ufike. Vipi? Huyo mlengo wenyewe uko wapi kwanza nimuone? Kaka, yaani tuseme uone kitu? Mtu si huyu hapa. Alman, unataka unifanye kama wanawake zako, si ndio? Rohan, mbona nchanganya brothers? Mtu si huyu hapa. Huyu hapa mtu. Sasa muone kivipi tena? Na mashaka na akili zako, na ukiendelea hivi kwa muda wa wiki tu, basi nitakupeleka mental. Alman, it's over. Inatosha sasa. Tafuta hao wachumba wenzako ili uweze kuwachezea akili. Ameenda wapi sasa huyu? Msala gani tena jamani? Hayelele umarenge imara.
Brother, na kuheshimu kuliko ambavyo unavyonifikiria. Sijui umenifahamu. Sitaki tena kutolewa kile mambo yako ya kijinga, wala sitaki kufanywa kipofu kwa mambo yako ya kipumbavu ambayo unayoendelea nayo. Na ukiendelea kufanya upuuzi wako huu unaofanya, sunu utaniona mimi mchungu. Mbona nuksi sasa? Yaani nakosa msaada kila sehemu. Ama nikamtupe jalalani, maana kumfukia ndo imeshashindikana sasa. Hayelele umarenge imara. Samahani sana kwa kuja kwako bila taarifa, ila sina amani na nipo hapo kwa sababu sina mtu mwingine wa kuongea naye zaidi yako. Mbona unaniogopesha? Kuna nini? Kwema lakini? Sio kwema. Mke wangu hajarejea tangu jana, na ninajua kabisa kosa ni langu, lakini nilijua atarejea, ila mpaka asubuhi hii kimya, nikaamua nimfuate hapa. Umesema hajarejea? Sule, una maana gani? Umemfanya nini dadangu? Sijamfanya chochote, sijampiga, sijamdhuru, ila tuligombana sana na niliongea maneno mabaya sana juu yake, naye kwa hasira akaamua kuondoka, lakini mimi nikajua labda atarudi baada ya kupoa, ila mpaka sasa hajarudi. Mbona unakuwa hivi? Wandema ni mpole, si mtu wa kubeba hasira siku nzima, na kama mmeondoka siku nzima hakurudi, kuna jambo kubwa hapa. Sophie, naumia sana na najilaumu kila dakika. Ni bora ningekaa kimya tu, ningemsikiliza kuliko kupandisha hasira. Sasa sijui yuko wapi, sijui kama uko aliko yuko salama, na hata simu yake nikimpigia hashiki. Hicho ndo kinachozidi kunichanganya. Ulimwambia nini hasa? Nilimtuhumu kwamba hafanyi vizuri mambo nyumbani, na nikamlaumu kwamba anakuwa yuko busy na mtandao, na hata nikadiriki kumwambia aondoke kama hataweza kujirekebisha. Hayo si maneno ya kucheza nayo kwa mtu unayempenda. Hii inaumiza. Najua Sophie, natamani hata nirudishe muda nyuma. Nimekita kila mahala, sokoni, hospitali, hata kwa marafiki zake pia, na mpaka polisi nimewambia hivi. Basi twende tukaanze tena kumtafuta. Sitakaa kimya dadangu akiendelea kupotea. Lakini Sule, kama atapatikana salama, huu ndo mwenye wako wa mwisho. Una nafasi ya kumuumiza tu. Nimejifunza kwa njia ngumu sana, na kuahidi Sophie, nikilipata mke wangu Wandema nitabadilika na sitothubutu tena kumtoa machozi. Sawa, ngoja niingie ndani alafu tuondoke mkamtafute. Basi sawa, haina shida na kusubiria. Wandema. Rohan, ni wewe tena baba?
ama unaweza ukaniita Alwatan wa mtaa huu. Una vituko wewe? Haya, niambie. Vipi tena? Mbona asubuhi? Wapi unaelekea? Kama utojali nikusindikize. Usijali, naishia tu hapo nyumbani. Maana ndo natoka sokoni muda huu. Okay. Sawa. Lakini ningependa tu nikusindikize tafadhali. Sawa, tunaweza kwenda. Okay. Hayelele umarenge imara. Nilikuwa nakusubiri sana kwa hamu. Kumbe haya ndio unafanya mimi nikiwa sipo, si ndio? Umekuwa bubu, sio? Nataka uniambie nikuelewe. Jana ulilala wapi? Sweetheart, kumbe ni hivyo tu. Unajua rafiki yangu Rohan jana alinipigia simu. Akaniambia kuwa tumbo linamuuma sana, hivyo basi alinitaka niende kwake nikamsaidie kumpeleka hospitali na mambo mengine. Vipi bwana? Umekuwa ambles, sio? Na iko nini usijafunga mlango? Niliafrika sana sweetheart. Ndio maana ukaona hata nimesahau kuweka komeo. Ila Machele alinicheza. Nikajua tu lazima uje siku ya jana. Rohan, nadhani hapa anatosha. Maana nyumbani ni pa. Wow. Okay, sawa. But ningependa uzingatie yale ambayo nimekuambia. Na siku ya leo ningependa sana kama ungekuwa karibu na mimi. Usijali, nitakucheki muda si punde. Pindi nitapoingia nyumbani. Okay, sawa. I'm waiting for you, sweetie. Ndio nini hiyo? Kusiane. Utajua tu. Kwaheri. Sawa. Rafiki, mambo vipi? Safi rafiki. Kwema. Samani bwana, kuna mtu tunamtafuta, sijui mmemuona huyu. Siona misuri amepata? Ndio hivyo mitihani tu, tunamtafuta hapa, tumechoka, tumehangaika kutwa nzima. Ina maana hujaona watu wa kuuliza mpaka unawauliza hawa wanaelewa nini sasa? Basi. Tuondoke sehemu. Asanteni. Hayelele umarenge imara. Samahani mdogo wangu. Hivi unamjua huyo? Labda ulishamuona leo ama jana? Hapana kaka, huyu wala simfahamu. Mdogo wangu, hebu jaribu angalie. Mlia pale huyu labda ukawa mmepishana huku. Hebu fikiria tena. Hapana. Simjui, simfahamu. Sawa mdogo wangu, asante.
nishachoka, miguu hadi inaniuma sasa. Nimechoka. Shemegi, wewe umechoka, mimi nishachanganyikiwa kabisa, na kila ninavyozidi kwenda hivi nazidi kuchanganyikiwa. Mpenzi wangu, nashindwa kukuelewa kabisa. Kwa nini unashindwa kuingia ndani? Nipo sawa mama, ni vile tu chumbani nimepachoka, lakini najua umenimisi sana. Basi tuende ndani kidogo. Unasemaje? Maana nilikuwa busy kidogo, sikuona hata hiyo simu yako. Kipindi maki unaona nini tena? Ni kweli kaka, nilikupigia lakini hukushika simu, na lengo langu la kukupigia ni kukuomba msamaha, na sijaona kitu chochote kile. Maana kaka, sisi ni ndugu na sio vizuri tukagombana kwa kitu kidogo kama hiko. Halafu kuna kazi nimeipata, inatubidi tuonane baadaye tujue tunaanzia wapi. Kuonana tena leo hii? Sio hivyo unavyonifikiria wewe. Labda unifuate wewe, kwa maana siku ya leo nina jambo la msingi sana nafanya. Sawa, utaniambia wapi nikufuate jioni ya leo? Okay, sawa. Kuna mtu nimekusikia unamwambia utamfuata. Ni nani huyo? Unajua rafiki yangu Rohan jana alinipigia simu, akaniambia kuwa tumbo linamuuma sana, hivyo basi alinitaka niende kwake nikamsaidie kumpeleka hospitali na mambo mengine. Vipi bwana? Oh, umekuwa ambulance sio? Hii ni kazi tumepata. Na huyu niliotoka kuongea naye ni Bai wa Zenji. Si unajua kuwa Rohan anaumwa na hataweza kufanya hii kazi. Sawa, lakini muda bado tunao, kwa hiyo tungewahi kwenda chumbani alafu utaenda au vipi? Sawa, hakuna matata. Hayelele umarenge imara. Asante sana kwa kunikubalia. Sawa, naomba tukutane pale ambapo nilipokuambia. Maana mimi nipo nyumbani ndo najiandaa hapa, natoka muda si mrefu. Okay, sawa. Da, kila muda hapatikani. Sasa itakuwaje? Ngoja nimpigie mara ya mwisho hii. Hayelele umarenge imara. Nafikiri baada ya dakika 30 nitakuwepo ile sehemu ambayo niliyokuambia uje, ili uje unipe mkasi wa hiyo kazi ipoje. Sawa Rohan, nimekuelewa. Mama hey, mama hey, mama hey, mama hey, mama re shikare. Mbona ananichanganya? Kuzimazima simu ndo nini? Hanijui wewe. Ngoja nimuonyeshe.
umependeza sana siku ya leo. Nimependeza nini? Mbona nimevaa kawaida? Vipi? Mbona kama tumefanana? Tuliambizana ama? Wewe ndio utakuwa umeniiga wewe. Ila pia kumbe unapovalia mavazi hayo vinyamanyama vinaonekana. Bwana, hebu acha basi, mtia aibu. Tunaweza kuondoka. Shem, mi nafikiri tungeishia hapa tu. Sitaki kuendelea kuchosha zaidi, maana tuchangaika vya kutosha bila mafanikio yoyote. Kwa hiyo unamaanisha mimi nirudi? Ni vyema ukarudi tu. Mimi acha niendelee kupambana kuhakikisha nampata, na nitakujulisha kwa chochote kitachoendelea. Sina budi kukubali tu, kwa sababu kweli nimechoka. Ila hakikisha unamtafuta mdogo wangu na unampata na unarudi naye nyumbani. Shem, mdogo wako mimi ni mke wangu. Ni jukumu langu kuhakikisha namtafuta na nampata na narudi naye nyumbani. Kwa hilo ondoa shaka. Sawa, kuwa makini. Kwa heri Shem. Haya sawa Shem. Ni kweli. Inanibidi nikuamini sasa kama umeshakuwa wangu, kwa sababu nilihofia sana kama ningekukosa. Acha roho. Tumeumbwa na jinsia mbili tofauti ujue. Kwa maana kwa nini usingeweza kunipata? Unajua wewe ni mrembo sana, na nilihofia kwamba naweza nikakukosa, lakini umeshakuwa wangu sasa, na kuahidi mengi sana kipindi chote ambacho nitakachukua na wewe. Mengi yapi hayo? Fumba macho ili nianze mojawapo kati ya yale ambayo niliyokuahidi. Huyu naye. Halo? Nimefika kaka, uliponiambia nifike lakini sikuoni. Nimekuona. Nakuja hapo. Sawa. Hivyo una akili kweli wewe? Yaani umeniona pale nipo na shimigi yako alafu unakuja kumwekea makalio yako ili akupakate. Wewe vipi babu wewe? Shimigi gani brother ambaye unamzungumzia wewe? Sijaona mtu mimi. Alman, umeanza kuniletea mambo yako ya kijinga, si ndio? Yaani pale nipo na shimigi yako alafu unaleta mambo yako ya kijinga. Rohan, sijaona mtu, nimekuona wewe tu. Kumbe hili ndio lilikuwa lengo lako, uje uniombe msamaha alafu baadaye uje uniletee mambo yako ya kipuuzi kama haya. Brother, hebu jaribu kunielewa hiki ambacho mimi nachokuambia. Ujue na maanisha sikutanii, sijamuona mtu. Kumaanisha nini? Alman, wewe huna kazi, huna ramani ya kazi. Ninachokuomba sasa, tafadhali naomba nisikuone kwenye macho yangu. Tafadhali ondoka. Unasubiri nini? Ondoka! Hayelele umarenge imara. Hayelele umarere.
Yaani mimi nina shida kwenye ubongo wangu au vipi? Au ni yule mrembo aliyefia geto ndo ananiletea mauzauza yote haya? Muda ule sijamuona akiwa na mtu. Inawezekana vipi? Da. Asante sana Rohan kwa hii zawadi yako. Sikutegemea kama unaweza kuwa muhimu kiasi hiki. Imekuwa hafla sana ujue. Usiane, nipo hapa kwa ajili yako. Bado mapema sana Rohan. Nitakuwepo leo na kesho. Na pia nipo kwa ajili yako. Ondoa shaka kabisa. Wekuwa huru na mambo yako, ila uwe unazingatia mokoto. Usio narudi hapa nyumbani mikono mitupu bwana. Sawa, nimekuelewa. Lakini ule jamaa jana hajanipa pesa yangu mpaka sasa. Umeona sasa? Uwe unaangalia sura za kuwapa watu utamu. Usio unawapa utamu watu wenye sura za hovyo. Yaani kama tutajikaza mwaka huu tunanunua gari. Si. Yaani wewe ni vile tunakupenda. Siwezi kupinga darling. Sasa sikia. Wewe andaa mazingira, mimi naenda zangu sokoni kutafuta samaki. Sawa, basi ngoja mimi nisonge ugali kabika. Okay, sawa. Star, nini shida kaka? Kwa sababu mimi sijakuzoea kuwa kama hivyo kabisa yani. Ni kweli. We acha tu. Yaani Waswahili wanasema usiombe likukute, lisikie tu kwa watu wengine. Ukweli nimechanganyikiwa hadi akili hapa. Unajua sikufahamu, halafu unanichanganya. Hai, kulikuwaje tena? Ndugu yangu, kama nilivyokuambia, usiombe yakukute, yasikie tu kwa jirani. Maana Waswahili wanasema chakula cha msibani ni kitamu ikiwa wewe hujafiliwa, lakini ikiwa wewe ndio ulofiliwa basi huwezi kukiona utamu wake. Mke wangu amepotea tangia jana. Ile imekuwa vyema sana nilivyoonana na wewe ndugu yangu, sababu nakujua ni mtu wa kutoka toka sana. Naamini utaweza kunisaidia kwenye hili. Star, inakuwaje mwanamke kupotea kirahisi rahisi? Ndugu yangu, wanawake wana mambo mengi sana. Ila ngoja mimi niende zangu mbele hivi nikaendelee kumtafuta. Ila kitu kimoja naomba. Nahitaji msaada wako. Ukifanikiwa labda kumuona au chochote kitachotokea naomba unijulishe. Sawa, mimi acha niseme pole. Pole, Mwenyezi Mungu atakujalia utamuona. Poa, asante sana ndugu yangu. Poa pamoja. Poa. Mpenzi, ngoja mimi niwaache niwahi kwangu. Sawa, nitakupigia ukifika, ila kwa makini. Sawa baba, wewe niamini tu. Haya, sawa. Bye. Bye.
Bwana Alman, funguka sasa. Yaani brother, nina msala. Yaani nikikwambia msala mkubwa, sio kitoto. Yaani wewe umeshanipotezea mboga yangu, still unamung'unya mdomo, si ndio manake? Bwana, funguka. Sawa, lengo langu la kuja hapa kwako brother, mimi na matatizo. Kuna manzi nyumbani kwangu, sijui kama ni amekufa au amezimia, yani sielewi. Kila ninavyomwamsha mimi haamki, ndio maana nikaja hapa, nataka msaada wako. Alman, kwa kitendo ambacho umenifanyia leo, kunifukuzia ndege wangu bandani, mimi sijapenda. Sawa, we ni rafiki yangu, sifikiri kama utanikataa, na ndio maana nimekuja hapa, nataka unisaidie brother. Unataka msaada gani? Msaada ambao nahitaji kwako, mimi naomba nilale usiku wa leo hapa kwako, alafu asubuhi tuongozane mimi na wewe twende nyumbani kwangu, kwa sababu yule rafiki yangu yule Rohan amenikataa. Kwa vile mimi na wewe ni marafiki na urafiki wetu hujaanza leo wala jana, nitakuruhusu ulale, ila asubuhi tunatoka hapa na kwenda huko kwako. Sawa, hamna shida kaka. Sijui ni simu ama ni mtandao. Unataka kuniharibia mipango yangu kabisa yani. Shem. Alwatan kama Alwatan. Vipi Shem? Ni mimi huyo. Naona upo katika mbuga yako asubuhi na mapema. Ndio. Si unajua kwamba kazi zenyewe siku hizi hamna. Hakuna kazi? Ina maana leo mnapumzika au ni vipi? Tunapumzika? Tunapumzika na nani sasa? Selma jana aliniambia kuwa mmeenda kazini wote, na pia jana usiku nimeongea naye kaniambia bado mpo na kazi, na sijui site yenyewe iko wapi. Sasa naanza kupata picha kamili. Mimi nahisi bwana wako hayupo sawa siku hizi. Mimi jana usiku sikuwa naye, na hata hivyo alinifuata jana jioni na nikamwona hayupo sawa. Nikamwambia aondoke na akaondoka. Sasa jana atakuwa kalala wapi? Atanitambua atakaporudi. Mimi labda nikushauri kitu kimoja Shem. Pindi ambapo utakapoonana na bwana wako, basi ni vyema ukampeleka Milembe ili kwenda kumpima kama yupo sawa kiakili. Na utakapogundua kwamba yupo sawa kiakili, ndipo hapo utakapoweza kumuuliza swali kwamba jana alilala wapi. Nashindwa kumuelewa kabisa. Mara niambie sijui wewe unaumwa na kufuata, mara sijui anafanya kazi na mdogo wako. Yaani simuelewi maneno anayozungumza kabisa. Ila akirudi atanijua mimi ni nani. Nipo hapo kwa lengo moja tu hilo. Unakumbuka jana nilikwambia kwamba mke wangu amepotea? Ndio nakumbuka. Vipi kwani? Lengo langu nahitaji unisaidie kumpata mke wangu. Nitakupatia kiasi cha pesa ili uweze kuingia kila maeneo, kwa sababu najua wewe ni mtu wa
chocho mingi, mtu wa kukesha, ili uweze kunisaidia kumpata mke wangu. Vipi? Kuna nini hapa? Achana naye. Kuna issue tu. Vipi sasa? Tunaweza tukaenda nyumbani kwako? Ndio, tunaweza. Vizuri nilivyokuona. Chaki sura yake ilivyomshuka. Mwanahizao ulokosa nizamu wewe. Ulilala wapi jana? Sawa Sheri. Yaani hivi unavyoniona hapa sasa hivi natoka nyumbani kwangu. Nimekuta mlango umefungwa na sasa hivi nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Hivyo basi, hebu naomba nipatie funguo kwanza. Baadaye nitakuja kwako tutayaongea haya mambo. Baadaye? Baadaye unanena nani? Nataka unieleze hivi sasa hivi. Mambo ya baadaye sijui nini sitaki. Itakuwa mimi na wewe basi. Kwanza sina muda mchafu wa kuongea na wewe. Sheri, hebu nielewe basi. Yaani wallahi nikimaliza mambo yangu tunakuja nyumbani kwako tuyazungumze. Oha. Nina kazi nyingi za kwenda kufanya bwana. Tusiwe tunauzishana sura tu hapa. Kama vipi nijikatae? Sawa Nilo, hebu nipe dakika moja nimalizane naye huyo. Sheri mpenzi wangu, unafahamu fika ninavyokupenda. Yaani mimi nafikiri ni wivu tunaokusumbua ndio maana unaniwazia mimi mambo mabaya muda wote. Nipo na brother pale, kuna jambo la msingi sana natakiwa kwenda kulimaliza sasa hivi. Hebu wewe nipatie funguo, mimi nikimalizana naye tunakuja nyumbani kwako. Alman, ole wako unidanganye. Hii leo hii ni siku ya mwisho. Mambo si haya. Usiondoke nakuja basi. Milo, uko wapi? Nimepata matatizo. Naomba ufike nyumbani kwangu muda huu. Alman, nimepata simu ya dharura hapa. Kwa hiyo tutakutana nyumbani kwako, sawa? Hayelele umarenge imara. Nisamehe sana Hani. Sijapata matatizo yoyote.
Ni vile tu usiku wa jana sikuwa karibu yako. Nimekumisi sana Nilo. Sasa sio ungeniambia tu kuliko kufanya hivyo ambavyo umefanya. Hivi unajua mimi nimepitia matatizo mangapi huko njiani? Hayelele umarenge imara. Mama hey, mama hey, mama hey, mama hey, mama re shikare. Samahani brother. Vipi? Poa. Tulikutana muda ule kwa Nilo. Muda ule nilikuwa nipo kwenye harakati za kumtafuta mke wangu. Sasa sijui umefanikiwa kumuona. Angalia vizuri kaka. Hapana, sijamuona kabisa. Okay, sawa. Basi nikuombe kitu kimoja. Kama utabahatika kumuona, naomba unijulishe. Ni vyema ungechukua namba zangu za simu. Vipi, bora nikawa na wasiwasi sana. Shida nini? Kwema. Au umemuona ndugu yangu najaribu kunificha? Kama umemuona niambie tu. Unajua nahangaika sana kumtafuta na ni muhimu sana kwa sababu ni mke wangu. Hapana, sijamuona. Basi ndo hivyo, kimuona naomba tafadhali sana unisaidie kunipa taarifa, sawa? Sawa. Matatizo yanazidi kuniandama mimi tu. Sasa nifanyeje? Yaani kila namna ninayojaribu kuitumia lakini naona inashindikana. Au niende kwa mtaalamu nini? Nafikiri sio wazo baya, hebu ngoja nibadilishe nguo ili niende kwa mtaalamu sasa hivi. Hayelele umarenge imara. Ganga narekerwa na ngoko bane. Ganga narekerwa na ngoko bane. Karibu. Ganga narekerwa na ngoko bane. Huwa viatu vyako kabisa. Uganga narekerwa na ngoko bane. Ndio, karibu. Asante sana babu. Ndio. Ya, nimekuja hapa nina matatizo. Ndio, najua. Toka ulikotoka najua. Unajua, leta mkono. Ganga nalekerwa na ngoko wane. Naona.
kuna mwanamke yupo nyumbani kwako, na matatizo unayoona hapa haonekani. Ndiyo? Sawa 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 sawa. Hili ni tatizo dogo sana, na haya matatizo yamesababishwa na mume wake. Kamfungia mume wake, kamfanyia dawa, na pia baba yake mzazi pia alimfanyia dawa, ndio inapelekea matatizo yote hayo. Ini tatizo dogo sana, tatizo dogo sana. Sisi ndo tuliyechimba kisiwa cha Zanzibar, tulikileta sisi. Hakikuwepo hiki, hakikuwepo kisiwa. Haya matatizo sisi tunayajua, isi ya kupambana nayo. Shida nyingine unaweza kanielezea kidogo, labda nikakuelewa, ili nikakupa dawa ambayo itaenda kukusaidia vizuri. Nataka kufahamu hivi ni kwa nini mumeo amefanya hivi pamoja na baba yake mzazi mtoto wa kike? Alimfungia kwa sababu hakutaka akutane na mwanaume yeyote, na pindi akikutana na mwanaume basi lazima yatatokea haya yaliyotokea. Hilo ni maisha. Sisi ni wazee wa zamani wa kizazi cha kwanza, binadamu wa toleo la kwanza ndo sisi. Sisi ndo tuliojenga mlima Kilimanjaro. Maji ni mpaka leo tupo kwa ajili ya matatizo kama haya. Sasa nitakupa dawa. Nitakupa dawa hii hapa, ni komesho la dawa zote ambazo unaweza kumfanyia mtu kwa kusema unamkinga. Hii inaenda kuvunja kinga zote, na ndio maana sisi hii dawa hii hapa iliweza kuvunja njia iliyokuwepo kutoka hapa Zanzibar mpaka Dar. Kulikuwa kuna njia nzuri kabisa hapa, tunapita gari, napita nini, tulivunja kupitia dawa hii. Kwa hakuna kitu kitakachoshindikana kwa dawa hii. Hii nakupa uende ukampaki kwenye nyayo zake, kapake moja, usije kapaka zote mbili. Nakupa dawa hii uende ukamwage mlangoni kwako. Sawa? Uganga nalekerwa na ngoko wane, uganga nalekerwa na ngoko wane. Hiyo ni dawa muhimu sana. Kama itatokea umepoteza, tafadhali usirudi hapa. Nimekupa kwa sababu na matatizo. Uganga nalekerwa na ngoko wane, uganga nalekerwa na ngoko wane. Hii hapa inakupa hii. Hii iliwasimamisha viongozi wawili shupavu Afrika, ambaye ni Karume pamoja na Nyerere. Walikuja kwangu mimi. Dawa hii ndio iliyosimamisha na wakafanya vizuri. Sinaona sasa hivi ambao wanapita hawafanyi vizuri kama wale. Sasa nakupa hii, ende kachome ndani. Hii ilikuwa inachoma Ikulu, walikuwa hawalindi wale. Hii ndio ilikuwa nawalinda. Kwa huo ni ulinzi kwako, nenda kachome kwenye nyumba yako. Lakini
uganga narekerwa na nguko wane, uganga narekerwa na nguko wane. Nipe mkono wako, nipe mkono wako. Nataka mkono wa kushoto. Umeona hii? Nenda ukampake kwenye mkono wake wa kulia. Pia ukampake kwenye mguu wake wa kushoto. Ukimaliza hapo, mpake kwenye paji la uso. Lakini kwanza nenda kaweki mlangoni, choma dawa, ikisha enda kwa malizie hii hapa. Sawa, kwa hiyo baada hapo ataamka, si ndio? Na masharti yake, unapotoka hapa, kwanza kabisa usigeuke nyuma. Na pili, usiongee na mtu yoyote mpaka utakapokwenda kumaliza masharti ambao nimekuagiza uende ukayafanye. Ukipuuza yatakayo kurudia wewe, mimi sitaki kujulikana. Sipo. Sawa, asante sana. Na kuhusu malipo vipi? Nenda kamalize tatizo, malipo utarudi. Punga nalitaka, sijasema kuwa uende jumla. Naomba ukimaliza matatizo yako, rudi kwa ajili ya kuleta pesa. Sawa? Sawa, asante sana. Haya, sawa. Naomba viatu vyako ushike mkononi. Mwana wangu, siwezi hata kuelezea ilivyokuwa leo. Ulikuwa kama ndoto mzuri nilokuwa nikiota miaka mingi. Wewe ni moto wa roho yangu. Nashukuru kwa kunifanya nijisikie kuwa mwanaume kamili. Unajua yule jamaa alokuja pale nyumbani jana usiku, alikuja kwa shida yake fulani nyumbani kwake. Alihitaji msaada wangu lakini sijenda. Nilikuja hapa. Nilitikia wito wako. Nashukuru nimekuja. Nashukuru kwa kuwa na wewe. Wewe ni zawadi. Mwana, nipo radhi nipoteze vyote. Bora niwe nawe hata mara moja kama ile ya jana. Mzee, najua umeniona. Ninachotaka naomba ufungue mlango. Vipi? Tu fresh? Mbi. Da, mwanangu sore. Sore mwanangu, mimi sijaona miskoli zako, misi. Ndio mmeona sasa hivi, simu ilikuwa meka hapo kati hapo. Sore mwanangu. Simu zangu nikipiga upokee, na ukiona napiga unakata. Hii ni wiki ya pili sasa nimekuwa nikizunguka tu kama kivuli. Tunaleteana stori za kitoto saizi, si ndio? Nimechoka kuzunguka. Wewe unajua kilichonifanya nije hapa? Sio kwamba mimi sina kazi ya kufanya. Nimekuja kwa sababu heshima imepotea. Nipo tayari kusikia jibu lako sasa. Kama kuna sababu, sema. Kama ni mchezo, nami najua kucheza. Siwezi kurudi nyumbani leo bila majibu. Unajua kaka,
maisha haya sio tu kula kulala na kuzungusha watu. Maisha haya ni kuwa na msimamo. Ukisema unapiga, unapiga, na ukisema unalipa, basi unalipa. Mimi siwezi kuwa tajiri kwa kuangamiza watu. Pia vile vile siwezi kuwa tajiri kwa kuumiza roho ya mtu ambaye nimemwamini. Mimi sitaki kujenga jina langu kwa njia ya udanganyifu. Na wewe vile vile usikubali hiyo roho ikuendee. Kama umechukua, shukuru na useme ukweli. Kama huna, sema, omba msaada. Maisha haya ni usawa, na sio unafanya ujanja tu mtaani. Leo nimekuja kama kaka na sio mkopeshaji, lakini usinilazimishe nirudi kama mtu mwingine. Sihitaji tufikie huko. Asante bwana kaka, mimi nashukuru, ila pia nimejifunza, na ujio wako ndio umezidi kunifunza zaidi. Maana nimejifunza kwamba ukipewa dakika 6 za kukata mti, basi tumia 4 kunoa. Na kwa sasa nisubirie, kwa sababu nilishindwa kuvuta subira hapo mwanzo. Kwa sasa hivi mimi nitazidi kuharakisha jambo lako ili nikamilishe. Alma, usiongee na mtu yoyote mpaka utakapokwenda kumaliza masharti ambao nimekuagiza uende ukayafanya. Amefuata nini tena huyo wakati ameshaondoka? Rafiki lawama. Nikimkataa sasa atasema mimi najisikia. Samani sana brother. Shimegi yako alinipigia simu na alipata dharura jana nyumbani kwake. Kwa hiyo mimi ikanibidi niende. Vipi na kusikiliza? Ni kweli. Baada ya kuondoka nikajua hautarudi. Hivyo nikamtafuta bai wazee ili anisaidie, na nashukuru Mungu tayari ameshanisaidia, kila kitu kipo sawa. Basi acha mimi niende. Sawa, samani kwa usumbufu la. Bila samani. Unatoka wapi mdogo wangu Hamid? Brother, leo nipo juu. Yaani usiku wa jana ulikuwa ni usiku wa ajabu sana kwangu. Nilikamata mrembo mmoja, yani matata sana. Ni wa moto mbaya. Sijui umenifahamu. Yaani mimi ni kazi yangu ni kushona tu. Sawa? Napiga nyama kama charani ya Sinja. Brother, yani ungeona vile ambavyo alivyokuwa ananigusa, ananishika. Sio mchezo. Kanipeleka mpaka mbingu ya 7. Hii sio poa. Na istoshe, huenda leo mimi ndo akanipikia. Mfalme wake. Wewe unajua nimetoka wapi? Nimetoka kwa mtu ambaye ameniumiza na kunidharau na kunifanya thamani yangu nisione hata ilipo. Eti hapo unaanza kuja kuniletea stori za mademu wako wapi? Wewe vipi babu? Hivi maisha yangu mimi yanaelekea wapi? Istoshe bado umekaa tu unaanza kujisifia mambo ya wanawake kama ndo mafanikio yako. Hamid mdogo wangu, muda mwingine sio vibaya kufurahia hata kidogo. Furaha bila malengo ni ujinga. Mimi nahitaji amani, sio maneno matupu. Na kama huwezi kusoma mudi ya mtu, usiongee kabisa. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila
mimi naendelea kupiga nyama kama cherehani ya Sinja. Sasa nafikiri nimeshafanya kama nilivyoambiwa. Natumai ataamka. Hebu ngoja nielekee kwa Sheri kwanza. Nilifikiri hautokuja, maana ninavyokujua wewe kwa dharau zako ni za kupitiliza. Sheri, mimi ni mmoja wa watu ambao wanatunza sana ahadi, na wakiahidi ni lazima watekeleze ahadi zao. Acha kunifikiria tofauti Sheri. Hebu naomba tukae tuzungumze kwanza. Sawa mtunza ahadi, umekuwa ni wakundanganya kila mara. Nataka unijibu maswali yangu. Jana ulilala wapi? Sawa. Lakini Sheri, mimi kuna jambo limenisibu. Nilo yule ambaye tumepishana naye pale asubuhi njiani, alimleta mwanamke nyumbani kwangu. Akaniomba nimstiri mpaka asubuhi. Cha kushangaza, yule mwanamke mpaka sasa hivi hajaamka. Na kitu kingine ambacho kinastaajabisha, yani yule mwanamke hamuoni mtu yoyote zaidi yangu mimi. Kwa hiyo sifahamu kama yule mwanamke ni jini au la. Na ndio maana kila nikuonapo wewe unakuja nyumbani kwangu nakuwa na wasiwasi. Sio mara moja wala mara mbili, ushaniambia twende chumbani na kwa mgumu kwa sababu hiyo Sheri. Sawa, lakini kwa nini usiniambie mapema mpenzi? Na kwa nini asimpeleke kwake? Sana kwake yule. Rafiki lawama. Aliniambia kwake yupo na mpenzi wake. Hivyo sikona la kufanya mpenzi wangu. Hata kama Almani, umekosea. Yule anajua fika kama wewe una mpenzi. Hayelele umarenge imara.
unataka tena? Si tumeonana muda mfupi tu uliopita jamani. Nilo, kwani hujanimisi? Nikija hapa kwani kuna shida gani? Hata kama tumeonana punde. Love, sio kama sijakumisi, nimekumisi tu. Niambia. Kuna kitu nataka tuzungumze. Nilisahau kwa usemo ulionipa. Acha bwana. Kwa utamo gani huo? Niambia hicho kitu ulichokuwa unataka kuniambia. Hani, kesho natakuwa niende Dubai. Nilisahau kukutaarifu. Dubai? Kuna nini huko? Kuna danga la Kiarabu nimelipata. Na ameshatuma visa yake na tiketi ya ndege. Kicho ndicho ambacho nilisahau kukwambia. Kubwa na maneno yako matamu ndo yalinizidi baba. Danga la Kiarabu. Umemjuaje? Unajua sitaki uje upate matatizo huko. Niamini tu. Hakuna matatizo yatakayokuta. Sawa. Ila sitokuacha uondoke hivi hivi bwana. Nimemisi. Hayelele umarenge imara. Habari yako kaka? Salama Nilo, vipi? Umemuona mke wangu? Hapana. Ila nina mpango nataka kufanya. Nina imani utatusaidia. Ni vyema tungeonana muda huu. Sawa, upo wapi nikufuate? Nipo nyumbani kwangu. Jamaa vipi huyo? Atakuwa anaenda wapi? Alafu mbona kanipita hivi haya na wala hatujazoeana hivyo? Sema sawa tu. Bora hivyo alivyokuwa hajanisemesha. Niambie ndugu yangu, una wazo gani hilo? Ni kwa nini tusiende stationery? Tukachapishe picha za shemegi na tuweze kubandika kila mahala. Na mimi itakuwa ni wazo zuri la kuweza kumpata kwa haraka. Sikuwa na hilo wazo, lakini naamini hilo wazo litafanya kazi.
Basi twende, tusipoteze muda. Naona ni bora tungepita pale kwa Alman. Yule ulionana naye hapa. Yule jamaa anahusika na mambo ya stationery. Tukimtumilia yeye itakuwa ni njia rahisi sana kuweza kufanikiwa. Ila tafadhali wewe uhakika mwanangu, kwa sababu sasa hivi sitaki tena kupoteza hata nukta moja. Nimeshapambana sana. Lazima nihakikishe nalikamilisha hili jambo. Sule kaka. Nadhani unaniamini vizuri. Sinaga mawazo mabovu mimi. Basi poa, tuondoke. Sheri. Sheri. Sasa takuwa ameenda wapi huyo? Yaani hapa mfano angekuja nyumbani kwangu asingenikuta ingekuwa kesi. Ila mimi ndo nimekuja hapa, yeye hayupo, atachukulia fresh tu. Hayelele umarenge imara. Alman. Oya. Hayupo, yatakuwa katoka na mlango pia upo wazi. Mkuu. Kwa hiyo Nilo, umenileta hapa ili uje kunithibitisha kwamba nyinyi ndo mnahusika kwa ajili ya kumficha mke wangu, si ndio? Kumficha mke wako? Mke wako kivipi? Mbona hamna kitu? Sasa subiri nikuonyeshe. Na ukishamuona ole wako diriki kimbia, ni mimi na wewe. Langu la kuja hapa kwako brother, mimi na matatizo. Kuna manzi nyumbani kwangu, sijui kama ni amekufa au amezimia, yani sielewi. Kila ninavyomuamsha mimi haamki, ndio maana nikaja hapa, nataka msaada wako. Alman, kwa kitendo ambacho umenifanyia leo, kunifukuzia ndege wangu bandani, mimi sijapenda. Mke wangu, hujaumia mali yoyote? Kwani hapa ni kwa Nilo, una maswali mengi sana ya kujibu juu ya hili. Naomba nimpeleke mke wangu nyumbani, lakini nikiwa nimeambatana na wewe. Unaweza ukaniambia unatoka wapi? Usekaa kwako katulia. Una tatizo gani?
Kompla stoka hata kwenda dukani kujichukulia mahitaji yake. Bebi, wewe unaacha uvivu wako. Sawa. Sasa mimi ningejuaje kama ulienda dukani? Eti tuachane na hayo. Sasa hivi natoka nyumbani kwako sijakukuta. Itabidi turudi na mazungumzo na wewe. Kwa kweli Hamid, mimi naona sielewi. Yaani yule manzi simuelewi kabisa. Ni sasa hivi nampigia simu, apokee simu yangu, siku nyingine naambiwa simu imezimwa, haipatikani. Sijui umenielewa? Yaani najikuta naingia kama naingia wazimu hivi, kwa sababu leo ni siku ya 3 unajua sijaonana naye. Unajua tatizo lako wewe, makuzi umeyafanya mingi, ujuaji umeufanya mwingi, sijui unanielewa. Ondema, vipi? Una tatizo gani? Nakupigia simu yangu upokee, na kutafuta tangu juzi sija kuona. Kuna nini mpenzi wangu? Samahani, mimi tunajuana. Hamid, ile manzi ambayo nimekwambia ndo hii. Eti ananikataa sasa hivi. Au sijui kafatana na vijana ama vipi? Ondema, ni mimi Rohan. Mzee vitoto vya 2000, Mr. Rohan. Rohan ndo nani? Mbona mimi sikufahamu? Hivi, wewe unajikuta nani? Na hii ni dharau gani ambayo unajaribu kunionyesha mimi mbele yangu? Huyu ni mke wangu mimi. Na amepotea takriban wiki sasa. Nahangaika kumtafuta. Halafu leo huyu wewe nakatiza mbele yangu unaanza kuniletea dharau za kipumbavu. Inaonekana hata wewe pia unahusika kwenye kumpoteza mke wangu. Sasa nakwambiaje? Leo ni siku yako ya bahati. Pindipo siku nyingine ikijirudia ujinga kama huu, haki ya Mungu na kuapia kwa Mungu, kichwa chako kitakuwa halali yangu. Babu mmoja. Hayelele umare imara. Oya, tatizo lako unajifanya unajua. Kila demo unamuona unaona kwamba una uwezo wa kumiliki. Utakuja kupigwa ufe mshamba. Mambo ya kushekisheki siji mambo ya kufanya hivi. Oya, jiangalie mjini hapa. Njoo kae tuendelee na story hapa. Ndondoka uyo. Hayelele umare imara. Mama nipumzike kidogo. Mama nipumzike. Sawa. Nilo, hivi kwa nini ulinificha kumbe ukweli unao? Kaka, ukimya wangu sikufanya wewe kuniona kama mimi nahusika kwa lolote. Mimi mwenyewe sijui lolote na sijui hata kipi kinaendelea. Mimi naona kama ni mchezo tu huu.
Sasa niache nimalizane na mke wangu, badala ya hapo nitakutafuta wewe na huyo mpumbavu mwenzio muweze kulilipa hili. Mmeuwasha moto ambao hauwezi kuzimika hata kwa faa. Naomba upotee mbele ya macho yangu. Potea! Mke wangu, naomba jikazi kidogo, maana tushakaribia kufika nyumbani, sawa? Hayelele umarenge imara. Mama hey, mama hey, mama hey, mama hey, mama re shikare Sheri, lengo na madhumuni mimi kurudi hapa, nimekwama. Nataka tena unisaidie, kwa sababu wewe ndo msaada wangu wa mwisho. Sina sehemu yote ambayo nitakapopata msaada zaidi ya kwako. Nilienda kwa mtaalamu kama ulivyonishauri, nimechukua dawa, lakini nina mashaka na wasiwasi kuwa nimekosea masharti ambayo nimepewa, kwa sababu nimepewa dawa 3. Moja ni mwage mlangoni kama unga ni mwage mlangoni, ila sijafanya hivyo, nimesahau. Nyingine nimpakaze mikononi na mguuni, nimefanya hivyo. Na nyingine ni chome usiku, pia sijafanya. Na kitu kingine ambacho kimenifanya nirudi hapa, niliambiwa nisiongee na mtu yoyote mpaka nitakapoingia nyumbani kwangu, nitakapofanya hivyo vitu. Lakini cha kushangaza, wakati nafika tu, kuna rafiki yangu alikuja akaniita, na sikuwa na jinsi yoyote ya kufanya. Nikamwangalia na nikazungumza naye. Kwa hiyo sijui hata nafanya kitu gani, yani nimerudi, naomba nishauri. Hivi Alman, una akili kweli wewe? Unajitambua? Mbona unateseka sana kuhusu huyo mtu? Na kwa nini usimwambie huyo mtu nani yule Nilo aje mchukue huyo rafiki yako? Mbona unahangaika sana? Na je, akifa hapo pale nyumbani kwako itakuwaje? Watu watakuchukuliaje wewe? Usinilaumu basi, hebu nipe ushauri nijue nafanya nini. Mimi nikushauri kitu gani sasa hapo? Mimi mwenyewe nashindwa kukuelewa. Wewe utakuwa mtu wako kwa sababu pengine unamsingizia huyo rafiki yako sijui nini. Kumbe huyo ni mtu wako. Awali yote naomba nitangulize samahani kwako mke wangu kipenzi, kwa kutolea maneno makali mpaka ukaondoka na ukakutwa na matatizo. Naomba nisaidie maji ya kunywa. Mume wangu, hivi pale uliponikuta ni wapi? Hapana, mimi mwenyewe sipafahamu mke wangu, ila alinileta Nilo na yeye sijui amepafahamu vipi. Ila kwani wewe mara ya mwisho ilikuwa wapi? Baada ya kunitolea maneno makazi na kuondoka, nami nikasema ngoja niondoke, mtatafute sehemu ambayo nitoe stress. Nakumbuka nilipofika pale niliagiza soda. Baada hapo akatokea mkaka mmoja hivi mweupe, ikawa tunapiga story. Baadaye niliondoka nikaanza chooni, nikamwachia kinywaji chao. Nilivurudi sikujua mna nini, nikaendelea kunywa, lakini baadaye niliona kama nimepoteza fahamu, ndo kanikuta pale niliponikuta. Mke wangu, naomba unisamehe sana 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 kwa yote ambayo yalitokea, mimi kukutolea maneno, kukaripia na ukaondoka na kukutana na matatizo yote hayo. Najua mimi ndo mkosa, na eti mimi nisingekufokea na wewe kutokuondoka nyumbani, haya yote asingetokea. Naomba unisamehe sana, ila nakuahidi mke wangu, yoyote alohusika kwenye upuuzi lazima atalipa.
ile swala si tuliacha lipite hivi hivi.